anayofanya haiendeki kabisa na ufalme. Naomba msaada wako kwa sababu nisifezeke mbele ya wanakijiji. Kosa langu ni moja tu. Wakati nilikuwa naingia hapa nyumbani kwenu, nilijikuta nampamia mfalme pasina nyuma mwenyewe kujua. So, Mlinzi, mfalme, naomba unisemezee malkia. Mwenyewe nimevunjika moyo. Kijana yako kumbe ni mbakaji. Kafara ambayo inahitajika kutolewa ni yule binti yako. Shikamoo baba. Itra. Baba. Mti yangu huyo. Vipi mti? Baba, kuna nini? Hello baba, ufanye na chakula mimi. Eko vizuri mti yangu. Mimi pia uchangamkie jamani. Max anyway. Mti yangu. Kwanza isitoshe napenda sana mti yangu. Takosi danjaje nisikuchangamkie. Maana tanyana ukiana kuna tu kwa mawazo. Ile binti. Wazo umezura sana. Haujapata muda wa kupumzika. Naomba kwanza uingie ndani upumzike kidogo. Sawa, nitaingia ndani. Vipi kuhusu mama? Mama yako yupo. Sawa. Ingia ndani usijali. Mimi niko sawa. Sawa. Unajua tena mambo ya wazazi. Okay. Tunawaza kwa ajili ya watoto. Isitoshe baba yako mfalme. Lazima aangalie kijiji. Sawa. Usiwe na shaka. Wewe nenda ndani. Sana kuelewa. Mheshimiwa milele, Mheshimiwa Prince. Barikiwe. Karibu Mheshimiwa. Mzee Nice, vipi kwani? Mbona mkolelea macho ama kuna tatizo? Unapoona Mzee Nice, tunakamilisha uzee wako.
ushajikuta ni mtu mwenye kuongea sana katika kijiji hiki. Kwani mheshimiwa, mimi nimefanya nini jamani? Nikuulize, wakati ulinipitanaka niko na huyo binti nilikwambia nini? Mheshimiwa, mimi sijaongea hata chochote kabisa, yaani mdomo wangu ukomo. Unajua mzee Nice, sasa niko na kasirani. Niko na kasirani mzee Nice. Wewe ni mtu kuniambia baba hiyo maneno? Mheshimiwa, nimekuona tu hapa na hizi nyingi zako. Lakini akili hauna. Mimi naongopea jamani. Jamani, mpaka unanipiga mimi. Unajikuta nani katika hiki kitu? Jamani, mimi nani hapo? wewe kisi wangu mheshimiwa. Kwa ya kwanza na ya mwisho mzee Nice. Naondoka. Nasikia mzee Nice. Ndio mheshimiwa. Jamani, mpaka nifika kwenye wakati ya kunipiga mimi. Mtoto amelaaniwa kiukweli. Hivi mfalme wetu amezaa ama sasa kitu wapi jamani? Nataka nitolee nguo. Ameshaondoka. Inauma jamani. Vipi dada, umeamka? Kwani wewe ni nani? Kwa nini kwa hapa? Jamani, mimi ni Msamaria mwema. Nimekuogota huko msituni, nimekupea hifadhi hapa nyumbani kwangu. Ila vipi, unaendeleaje? Wewe ndio unanisaidia? Ndio. Okay, asante. Naondoka. Ila usisahau kitu kimoja. Mimi nilikuogota msituni. Ulikuwa hali taabani. Yaani ulikuwa hoi. So utakapoenda huko la ukuta tena usinirudilie. Tafadhali, naomba uende upumzike, kuna kuandalia kitu kidogo kile. Yaani nakuandalia chochote kitu mradi upate nafuu vizuri. Nenda upumzike. Karibu mama yuko. Hivi kaka, nini kilinikuta? Kiukweli kilichomkuta Haya. hivyo.
ila karibu chakula ukule, usijali. Okay, asante. Okay. Wenyewe. Karibu jamani. Watu nao. Oh. Prince. Mr. Karibu. Asante. Karibu kabisa. Karibu kae. Asante. Kweli Prince, ni siku nyingi. Siku nyingi rafiki yangu. Yaani nilikuwa nimekumisi sana. Unajua toka siku ile unitoe hapo Sewe. Ese rafiki yangu nisaidia sana. Yaani hapo nazidi kukubali Prince wangu. Unajua, uko rafiki yangu. Siwezi kosa kukusaidia. Yaani hapo ulifanya kitu cha maana sana. Yaani mpaka Mungu mwenyewe mpaka sasa naisikilizia ndani kwa ndani. Ila nini? Prince. Vipi? Huyo binti. Huyo binti ni mgeni kwenye hiki kijiji. Mgeni? Ndiyo. Na nilifanya iwe siri kwa sababu namjua mfalme wetu. Akijua tu labda mambo hayaweza yakakuwa vizuri. Vipi? Mbona kama umesema ni mgeni katika kijiji? Ndiyo, ni mgeni. Mr. Ibrahim. Ila nisikuviti. Nimemtamani. Tena mambo ya kutamani jamani, yanatoka wapi na wapi? Huyu si mwenye kijiji. Unajua hii utawala wetu hairuhusiwi kumuoa mtu mwenye kijiji jirani. Inatakiwa mtafuta msichana mwenye hiki kijiji, si mpaka umuoe yule msichana. Alafu ni mgeni, kesho kutwa anaweza akaondoka. Alafu kumbuka wewe ni mtoto wa mfalme. Ila nisongee mengi. Ila yeye nimekwambia uitendee kazi. Unanisikia? Lakini mbona kama mume wako anarudi? Nimekwambia uitendee kazi. Nimemtamani. Naondoka. Basi sawa. Wewe ni Prince na wewe ni mfalme pia. So sina muda kukusikiliza. Asante sana kwa kusikia wito wangu. Unaitwa nani? Naitwa Agnes. Agnes. Mimi ndo Prince. Wakati ambapo nilikuona kwa Mr. Ibra, nilivutiwa na wewe. Ila nisiende mbali ni Madam Agnes. Nimejikuta na kupenda sana. Na nikwambie kwa ufupi, utawala hii iko mikononi mwangu. Endapo utanikubalia, utawala hii itakuwa mikononi mwako, sababu utakuwa malkia. Utawezaje kwa kumpenda mtu usiyemjua na wala usiyejua tabia zake? Ila nimeshachelewa. Mimi na mtu wangu. Una mtu wako? Ndiyo. Nani? Utakiwa kumjua. Unajua katika kijiji hiki mimi ndio Prince. Hisia zangu haziko kwako. Acha niondoke. Sipoteze muda. Niache.
Uishi milele princess. Asante. Vipi? Mimi nipo salama. Mama unapaka huko? Ndio, nilikuwa napunga upepo hapo juu. Okay. Nitakuuliza. Vipi kuhusu majibu yako? Jibu gani? Na sawa. Kama ni majibu unayo. Kwa unataka jibu gani kutoka kwako? Acha kujizima data jamani. Si kwamba najizima data. Ile majibu yangu nayo. Sikupendi. Jamani. Na kwa nini unaondoka? Jamani wewe mkaka. Gani hii haitaka? Ndio kuondoka huko. Ndio hivi tu nimekuambia. Wazo umenielewa? Shimilele, mheshimiwa mfalme. Mzee Nice, mbona magharibi na kuona tena una uharaka? Kuna shida gani? Mheshimiwa mfalme, ni kweli kabisa unachokizungumza. Nimekia ghafla na nimeona kabisa siweze kulala kabisa nisijaleta hii taarifa. Kuna shida gani hivi? Ongea na kusikiliza. Mheshimiwa mfalme, kama vile nilivyokuambia, muda ule nilipokuwa natoka hapa, nilikutana mama na Fido akiwa analalamika kuhusu yule binti wake Fido. Huyo mama mjane? Ni kweli mzee wangu. Alafu mimi nikamsogelea. Hakuona kumsogelea, kaniambia, "Sisi utawala wetu ni upi? Mbona kabisa tunashindwa hata kutawala?" Nikamwambia, "Vipi? Mbona lalamika?" Akaniambia, "Mwanao amebaka." Sasa basi mheshimiwa mfalme, mwanao kumbe muda ule nilipokuambia alipokuwa anamvuta ule binti alikuwa ameenda kumbaka. Na sasa nimeshambaka. Yaani yule mama sasa hivi amewaka. Alafu siku ile sikuweza kurudi tena hapa kwenye utawala. Nikaendelea. Si leo asubuhi tena mwanao afika nyumbani kwangu. I say, amenipiga kibao. Yaani mpaka sasa hivi chafu inawaka. Jamani, huyu mtoto wako kabisa ametoka wapi? Mbona mimi sijaona ufalme kama huu? Muda zote nilivyotumika na baba yako, sijaona ufalme kama huu. Hivi mwanao nini kimemkuta? Mzee Nice, nikupe kwanza pole, kwa sababu mwenyewe najutia kukuwa na kijana kama huyo. Nakosa nimweke fasi gani? Ndani ya miti yeye ni mti isiyofaa, iko kama mti ya paipai, haifanyi kwa kuni hata kwa mbao. Vizuri, kwa sababu umeifika, na hiyo mambo tulikuwa tunaijadili na mke wangu. Yeye ni mbishi kila siku. Afadhali kwa sababu hii habari imefika na yeye mwenyewe yupo, amejisikilia mwenyewe. Tutazungumza tena nini? Aibu naipata mimi. Mheshimiwa mfalme, kiukweli sasa hivi nimeanza kwanza kuhofia na kumwogopa kiukweli. Kwa sababu hata sasa hivi akifika tu hapa mimi naondoka zangu. Kwa sababu ameniambia kwamba nisiongeze tena kufika tena kuletea taarifa. Yaani sasa hivi amenisopesha kabisa nisongeze kanyanga tena hapa. Mwanao kabisa huyu ni mkali. Hebu jaribu kaa naye kabisa. Umesikiliza mambo ya mtoto wako, mke wangu? Kila siku nakuelekeza na kuambia mambo haupendi kusikia. Angalia sasa jinsi ameaibisha mzee, tena mzee wa kijiji, unamjua tangu zamani. Au ameshiriki kwa mambo mingi ya ufalme toka wa babu wetu. Angalia sasa kijana yako anajivunishia. Hii maneno ya mzee unaiamini? Mzee Mr. Nice. Mzee Nice. Mzee Nice. Mzee Nice. Mzee Nice. Wewe ndio unasababisha mji wangu uharibike. Si ndio? Wewe unapenda kuwa na utawala
Hapana Malkia. Ah. Ila anachokizungumza. Naona unataka kukamata utawala mtoto wangu.